vipi? Naitwa MC Rigandusi wa MIC na kama kawaida mtu wangu mimi husemaga hivi kwenye Chapters and Chatters tunapiga story na mastaa kama kawaida bana. Hii ni show ambayo bana watambulisha mastaa wengi, na leo bana kwenye show nakwenda kumketisha one of the amazing star. Huyu ni msanii ambaye bana hadithi zake ni amazing sana. Huyu jamaa amekwenda Sumbawanga kwa waganga sababu ya kutoka katika sanaa. Huyu jamaa ametembea pande za Uganda, amekwenda na mgongo sababu ya sanaa. Huyu jamaa amekwenda baharini, huyu jamaa amekesha makaburini. Ni msanii ambaye naamini kwamba mamjua. Sitaki bana niandikie wino ama niandikie mate ilali bana wino upo aisee. Sitaki nisumbue mate, nataka nisumbue wino aisee. Mambo vipi? Poa sana fresh kabisa. Nyingi sana aisee. Kabisa mwanangu. Long time sana. Mwaka jana tumekutana katika mazishi ya Tony CJ. Nakumbuka ni mara ya kwanza nimekutana nao aisee. Naam. Kabla tuingie katika jani yako ya muziki aisee, hizi story ambazo kwamba umekesha kwa waganga, ni kweli kwamba umekesha kwa mababu? Pili umelala kaburini, umekwenda baharini, umekwenda Sumbawanga, umekwenda Uganda na mgongo kule aisee. Kweli. Hebu niambie, kipi kilikusukuma ukajipata umeingia labda unaamini katika labda spiritual life ama umeingia katika masuala na uganga tu? Okay, kama kawaida kwenye maisha ya mwanadamu, hakuna mwanadamu ambaye anajiamini anajituma sana alafu anaona mambo yake yaendi sawa. Inabidi ufanye chochote kile kuhakikisha kwamba unatimiza zile ndoto zako ambazo wewe mwenyewe unatamani uzitimize. Kwa hiyo ni kweli kabisa. Ni kweli. Mara ya kwanza umekwenda kwa Dr. Joel, umekwenda kwa daktari. Acha nimuite daktari. Sitaki kumuita mganga. Umekwenda kwa daktari. Je, ni kipi labda kilikupush? Daktari wa kwanza. Ilikuwaje? Hicho kwanza nilipokuwa mjini Nairobi, kwanza nilikutana na mshikaji wangu mmoja. Akaniambia, mbona kaka wewe nimeanza kusikia toka zamani Tony Prince. Mbona hujai hiti? Wenzako ndio hao toka wakina yani ndio hao hivyo umeanza nao. Akiwa wamehit mbele yako baada hata cha kusikika baada hauna. Sasa hiyo kitu ilinisukuma. Sasa nikamuuliza nitafanyaje? Kaniambia mimi nina njia ya kukusaidia. Labda ya kwenda tu katika nikupeleke huko kwenye Dr. Joy, labda ataweza akakusaidia. Hapa ni baharini, umekwenda Mombasa? Hapo ni baharini sasa Mombasa. Umemfikia daktari? Naam. Baada ya kumfika huko, kama kawaida ikawa nahitajika kufuata zile itikadi zao, sheria nini na nini. Nilifaulu kufuata zingine zote, lakini saa moja hii moja ni gani? Labda sheria walipewa pale Mombasa pale. Hii moja ambayo sasa ikanizingua sheria ya kwanza ilikuwa ni gani? Sheria ya kwanza kwa mganga akusaidie kutoka kimuziki. Sheria ya kwanza ikaa inahitaji kukwenda na nyoka kimapenzi kwanza. Umtafute nyoka. Nimtafute nyoka. Utamshika wapi? Sasa nyoka ni mkali. Nyoka ni mkali. Ukamshika nyoka? Na nyoka wao. Ulimshika nyoka? Sikumshika mimi. Hicho cha kwanza sikumshika. Kwa sababu hata wewe ukiangalia vizuri ni ngumu. Ama wewe unaweza? Usinieke kwa mambo yako kabisa. Wewe pambana na hali zako. Naam. So amekwambia sheria kwanza kwamba umshike nyoka, ufanye naye mapenzi. Naam. Sheria ya pili labda? Sheria ya pili kwa sababu yule alikuwa na sheria 3. Ya kwanza hiyo ya kwenda na nyoka ikanipiga nje. Ya pili sababu sasa alikuwa ameelezea hivyo, yani mimi sasa mwenyewe nichague rais kati ya hizo sheria 3. Ya pili kawa nilale na nani? Na binti mjamzito, ili yani sasa ninapolala na yeye nitakuwa njia moja ya kumtoa kafara. Binti mjamzito demu wako ama? Hapana, nitafute tu mtoto yote hata kama ni mtoto mdogo. Bora na ujauzito. Alafu sheria ya 3 na ambayo sasa ndio ilikuwa ngumu zaidi ya zote 3. Ni kwamba ni mimi eti sasa kwamba nimtoe mama kafara. Kule ni Mombasa. Ya kwanza umekwambia utafute nyoka. Ya kwanza nitafute nyoka niende nayo kimapenzi kwanza. So nyoka, alafu ya pili kwamba utafute? Ya pili tena mjamzito nikilala naye through kubadilishana damu nitakuwa njia moja ya kutoa kafara pia. So ya 3 walipisha sacrifice umtoe kafara mama. Nimtoe kafara mama mzazi, mama alionizaa sasa. Zote zika ngumu kwako? Mimi sasa hapo hasa ikawa akili inapiga mwanangu. Kwanza sijawahi toka nizaliwe sijawahi kusikia
mtu ameenda kimapenzi na nyoka. Alafu kwanza nyoka unaanzaje? Aina gani? Kuna python. Kuna wale majoka wakubwa. Wende wakafute majoka wakubwa. Huyu nyoka ajitaje huyu. Cobra. Mpaka ni huyo cobra huyu. Huyu kwanza utampata wapi? Kenya tuna anaconda, labda cobra wapo na wale cobra ambao wapo hapo kwenye park pale. Yeah. Sasa hapo kwanza nikasema na jinsi nilivyomuoga hivi, kwanza hata kuingia kwa msitu siwezi. Nyoka nitaanzaje? Sasa nitaanza bado najiuliza sasa ndo nichague sasa kitu ya maana. Ama kitu ambaye naweza nikafanya. Nikapiga ya tatu sasa. Nitoke na mama mzazi. Sasa nikitaka kutoka kimziki, umtoe mama mzazi. Sasa hapo nikajiuliza tena, ndamtoaje mama mzazi wakati hata nimejitosa kwenye mziki kwa sababu yake, yani sasa badilishe maisha yake. Mimi 1 2 3 mimi nikamwambia mganga mimi kidogo. Sheria sioni kama kuna ile. Zote ukaondokea. Nikaondokea nikasema kwa sasa sipo tayari. Wacha niende nifikirie nitarudi. Tuingie Tanzania Sumbawanga sasa. Tanzania Sumbawanga sasa hapo ndo mambo ilikuwa sasa. Ilichemka. Hapo sasa ndo mambo ilichemka. Vodania sasa huko nilipopata sheria ngumu, labda huko nitapata rahisi kwa sababu gupili gutatu katika Tanzania Sumbawanga. Kwa sababu waganga wanaaminika wako Tanzania wale mashuhuri kabisa. Ule Sumbawanga. Huko mwana kalitafuta mwana kalipata. Kumbe mwanangu da. Sasa hapo ndo niliuma nje. Nipe hadithi, nipe simulizi. Sasa pale kitu cha kwanza pia kawaida wao peanaga sheria 3 tu. Pale sheria ya kwanza ikawa sasa eti mimi sasa bro, sasa mimi nikuwe naenda kulala na maiti. Hebu wewe ukalala na maiti brother. Uliingia Sumbawanga, yule daktari yule mganga. Yo mganga sasa. Sheria ya kwanza ni kulala na wafu. Nikuwe naenda kwenye sasa utalala wa kike kawaida. Sasa nikuwe naenda kila Jumatano kwenye mochari na lala na wafu. Kila Jumatano. Kwa miezi ngapi? Kwa miezi hizi 5 hivi ama 6. Miezi 5 miezi 6. Kila Jumatano. Kwa mwezi mara ngapi? Hiyo ni mara 4. Kwa mwezi mara 4 sasa. Ilikuwaje? Mwanangu sasa hapo hata ilikosa hata cha kusema, manake hata sauti sasa ya kujibu ama kufanya hapo hakuna. So kaambiwa kwamba uliona Mombasa sheria ni ngumu? Sheria ni ngumu. Kutoka kimziki kama uende Sumbawanga Tanzania, ukafika kule ukalipata. Nikalipata sasa, kumbe lile sasa panda mlima Kilimanjaro. Ukawa mgumu. Ukawa sana. Baridi ukakuzidi. Sana. Majoto yakaisha. Sana. Ukakimbia, so umefika pale. Hizo sheria tena naona sasa ya kwanza ikanitimua tu jasho. Jasho lanitoka na shangaa sasa kama hii ndio sheria ya kwanza. Haya, ngoja nisubiria sasa sheria za pili sasa. Nikasema labda hizo 2 zitakuwa. Kila mahali unakwenda ni sheria 3. Kajua sasa hii ya kwanza kidogo siwezi. Wacha nisikize kwanza, nisikize sheria ya pili, labda kuna ile moja naweza nikaifuata. Kwa sababu wanasema atafuta achoki. Akichoka kashapata. Yes, mimi nataka kuwa star. Mchumia juani. Ulie kivulini ndio hivyo. Ngoje. Mwenda homo na tezi. Marejeo ni Ngamani. Ngamani na tezi. So, sheria ya pili sasa ndio inakuja mwanangu. Sheria ya pili eti sasa kwa muda wa mwaka mmoja niwe naenda baharini kila siku saa 6 usiku na kesha ndani ya maji. Baharini. Unajua kuogelea, unajua kuswim? Mimi sijui kuogelea. Mimi kuogelea labda kuoga. Umeingia, so umeambiwa kwamba sheria ya pili ni kwenda baharini kila siku saa 6 ya usiku. Kwa muda wa mwaka mmoja sasa. Mwaka mmoja kila siku. Ina maana kuna mia pwani baharini kule. Naam. Sasa mimi sasa makao yangu itakuwa ni huko. Ama wakati mchana niko shughuli zangu. Lakini hakikishe kwamba saa 6 inanipata niko baharini. Masaa 3 kwenye maji, yani kwa mwaka mmoja. Hiyo inamaanisha kutoka saa 6,
saa 7 hadi saa 9 uko ndani sasa, uko ndani ya maji usiku sasa. Midnight, inaitwa midnight. Ndio hiyo sasa. Muda wa mapopo. Sasa ndo nikajiuliza sasa naje humo sasa nikiliwa na mamba itakuwaje? Lakini sasa si atafuta choki. Hebu mgange, hebu leta sheria 3 sasa nione hii, manake ya kwanza ya pili. Ya kwanza ya pili noma. Ya kwanza unaambiwa kwamba kila Jumatano niwe nenda miezi zaidi ya 5. Unakwenda mochwari. Na kwenda mochwari. Tafuta wafu. Nalala naye, enda naye kimapenzi sasa. Ya pili kwa miaka ngapi? Kwa mwaka mmoja. Unakesha baharini kwa masaa 3. Sheria ya baharini. Sheria 3 sasa ndo hapo sasa ndio kaji kasa nzito na mzungumkuti kwenye maisha yangu. Ndio kujua sheria 3 ilikuwaje. Eti sheria 3 sasa mimi ama kama hizo zote zimekuwa ngumu, basi nifuate ya 3. Na hii ya 3 ni hii. Alafu ananiambia, wakati anaelezea ananiambia hii ya 3 ni rahisi kwako. Siwe ni kijana lijali, si unajiamini. Hii ya 3 ni rahisi. Na ningaambia ni rahisi, lete. Ambia ama si ni rahisi tu, sababu mimi sioni kitu kizito hapo. Wewe unaweza kulala na shangazi yako. Nitoke na shangazi kati sasa dada wa baba sasa niende nifanye naye mapenzi na nimpatie ujauzito. Umzalishe shangazi yako. Naam. Yule mtoto ambaye utamzalisha anapitana. Huyo mtoto sasa mimi hapo. Wakazi. Sasa sijui. Atakuwa mwanao. Wewe jina itakuwa mwanangu. Kwa njia moja atakuwa mwanangu, kwa njia nyingine tena kama ndugu yako. Atakuwa kama ndugu yangu sasa. Hiyo ni sasa hiyo ndio uko gani? Uko haupo bado. Alafu shangazi naanzaje sasa? Naanzaje hata kweli kumwambia iko hivi na hivi, ama ndamshawishi vipi? Lakini katika historia ama katika African tradition kama ingetokea mwanaume na uwezo ama mwanaume kumjua mwanaume yuko fertile ama ana uwezo wa kuzalisha ama mwanaume gumba, shangazi angetumwa ashtue angalie kama mashine zinapiga damu. So mtu ambaye alikuwa anatumwa siku nyingi ilikuwa ni shangazi. Mtuambie katika jamii yako shangazi, na mimi kwamba shangazi specifically the bandus walikuwa wanamtuma shangazi sana kumwangalia mtu kama yuko poa, yuko fertile ama mtu yuko gumba. Shangazi akija pale akipiga miguso, akikanyaga magia, akishika mashine, akishika starring pale haitingiki, basi anapenda na report. So mimi naona hiyo sheria iko rahisi. Nipiga mikuki. Kwangu mimi nipiga mikuki. Kwangu mimi singeweza, kwa sababu kitu cha kwanza mimi shangazi zangu wote naheshimiana nao sana. Kwa sababu wao ndo naona kama mama yangu. Au kutaka kutoka wewe? Nitaka kutoka ndio. Sheria hii ya shangazi kwangu ilikuwa. Lakini sasa sio kwa hiyo sheria sasa. Kuna kitu ambacho ungepewa labda ambacho ungewatumia kwa labda to make sure they believe in you, ama alikuwa anakutuma hivyo tu? Kuna kidama, kuna kitu ambacho angekupea? Ni eti niende hivi tu jinsi nilivyo hivi. Unaweza? Ni ndio ngumu sasa hivyo tu, hiyo ugumu ndio mimi niliona sasa. Tuondokee Sumbawanga hapo Tanzania. Kwenda imekataa yote. Imekataa. Tuingie Uganda. Tuingie Uganda tena kumtafuta daktari akusaidie. Bado mwana anajituma tu, anataka kutoka. Lakini sasa ameshajaribu Mombasa, Tanzania. Mwenda 256 nchini Uganda. Sasa nataka kujua kati ya sheria Tanzania, Mombasa Mombasa na Uganda gani itakuwa rahisi? Ile ambayo itanisaidia nitoke yani. So Uganda umeingia na mgongo pale. Uganda sasa mwanzo unapoingia kwanza kwenye wanaita kichumba, pia kichumba cha waganga pia kinaitwa kichumba. Ama inaitwaje? Kilinge, kwenye kilinge cha waganga. Kilinge. Kiswahili kipi cha Tanga? Cha Tanzania. Ni msamiati ambao upo katika kamusi. Umesema ni Kilinge. Kilinge cha. Sasa hapo kwanza kuingia tu. Naingia na mgongo.
Umepiga mgeuko. Piga mgeuko. Au mtazami, yani wasema ukitazama ukiingia na mbele hivi utakuwa unatazama mababu ama hizo mizimu. Hiyo ina maana umewadharau. Unaingiaje kama unawatazama kwa macho? Ehe. Hapo ni kuingia sasa. Hasa hapo mimi huyo kujieleza mganga jinsi nataka kutoka, nimepitia hii na hii nataka kutoka, utanisaidia, naomba unisaidie. Kama kawaida nimesema sheria ni ngapi? Sheria ni 3 mambo matatu. Sheria ni 3 mambo matatu. Hey. Oi. Hey. Pale na sasa hapo ni Uganda, sheria ya kwanza ikawa sasa. Sheria ya kwanza. Eti sasa nikuwe naenda kwa siku 30. Nikuwe naoga, niende mahali kama town. Sasa tuseme sasa hapa ni Bungoma. Niende town katikati nikuwe naoga hapo kwa siku 30 mchana. Waganga waliko na jaba sana. Madaktari mtuambie hizi sheria zenu waga ngumu sana hizi. Umekwenda kula umekwambia sheria kwanza ni kusimama katikati ya mji. Unatoka Uganda na kuja Bungoma. Unapiga mshale. Hata kama naishi ama hapo Uganda ama nilikuwa naenda Uganda ama sijui Nairobi. Natoka huko naenda Nairobi. Katikati ya mji. Kwa napiga shani. Umepewa muda, umepewa specific time ya labda ya kuoga katikati ya mji. Sasa si bora umeoga kida sauchi. Na ni katikati ya mji, kila mtu anakutazama. Wakati kimawazo kidogo unaweza ona hiyo si ni kazi ngumu kubeba tu maji na kuoga, lakini sasa kwenye akili za wanadamu ama mafans, je, watakuonaje? Kitu kama hiyo sasa. Hiyo sheria ya kwanza. Ya pili sasa ikawa sheria ya pili. Hao naye pia kwa kwenye nini? Ya pili sasa ikawa hata nitoe mbegu zangu za uzazi. So ukate uzazi wako. Nikate uzazi. Na maana kwamba unapotoa uzazi wako unakwenda kuwagumba kuna kizazi. Yes. Hiyo sasa itakuwa ni njia moja nimetoa kafara. Hiyo ni ya pili. Ya tatu. Eti saa mimi niende kaburini, ama niende nichimbe kaburi, yani nikuwe naishi hapo makao yangu. Unaenda kaburini, unaingia unaishi kaburini. Naishi sasa nianze kuishi kaburini. Kaburi ya wenyewe. Kwenye simiti, kwenye labda kwenye makaburi. Kwenye makaburini sasa, kwenye shamba makaburini wanapozikwa watu, sasa nikuwe naishi hapo sasa kwa muda wa miezi 8. So haya yote unafanya sababu ya kutoka kimuziki. Haya yote nafanya kwa sababu ya kutoka kimuziki. Uliwaamini? Siwezi unatafuta. Mtu anapokupatia ushauri kwamba jaribu hii, mimi nishajaribu ikanisaidia. Sasa si obvious utaamini tu. Kama huyu alifanya akatoka, mbona sasa mimi nisifanye? Katika ile mazingira, naamini kwamba umekutana na wasanii wenzako wengi sana. Umekutana na watu wengi sana. Ambao umekutana nao wametoka kimuziki. Wale watu ambao umekutana nao, wasanii wenzako ambao umekutana nao. Ambao nimekutana nao wengi sana wametoka. So haya mambo yapo na ni real kabisa. Yapo, ndumba ipo na inafanya. Ndumba ipo na inafanya. Wewe unaamini katika ndumba? Mimi kiukweli mimi naye siamini katika kwenye ndumba. Siamini kabisa. Ukipewa nafasi nyingine ya kutoka kama msanii, utarudi kutembelea mababu? Siwezi. Ni kwa sababu ni kitu ambaye nimeona na nimepitia na mpaka leo sijatoka. Sema hizo ni baadhi ya changamoto ambazo ama blackmail ambazo ulikutana na rafiki yako. Akwambia kwamba wewe kutoka, umekuwa na kina Ian, umekuwa na master kubwa wametoka, wewe kama Tony Prince ndio haujatoka. Ukamuuliza nifanye nini, akakwambia njia bora ya kufanya hivyo ni kuwatembelea mababu na kusaidia. Ndio. Na kila sehemu ulikokwenda ulipewa sheria 3. Sheria 3. Ya barini Mombasani, sheria ya kwanza ilikuwa ni kumtafuta nyoka utoke naye kimapenzi hapo naye. Sheria ya pili ilikuwa ni
Ilikuwa ni gani? Kulala mochari kila siku. Mochari kila siku sio? Ukaingia Sumbawanga. Pia sheria ngumu. 3 ukaingia Uganda. So tuambie, turudi katika muziki wako Tony Prince. Okay, umetoka kwa waganga hapa. Unajua hii interview tumeanzia juu sana, tumeanzia kule. So acha tuishushe kidogo, tuishukishe kidogo. Unajua kuna watu ambao wanashangaa, who is this guy? Huyu ni nani? I say, who is this guy? Huyu ni msanii ambaye nilikubarisha pale mwanzo kwamba ni miongoni mwa wasanii ambao wametembea, wamewatembelea madaktari, waganga, amekwenda kwenye shrine, ametembea sehemu nyingi ili atoke kimziki. Amekuwa Mombasa, kule baharini, amekwenda Sumbawanga, amekuwa nchini Uganda. So katika muziki, naam, tungi katika muziki, I say, so far so good. Muziki wako unafanyaje? Umepokelewa vipi? So far so good. Muziki wangu wamepokelea vizuri. Mashabiki wanafurahia kazi ninayoifanya. Nashukuru. Kwa wale wasanii ambao labda wanatamani kuwa kama wewe, ama wasanii ambao wanataka kutoka na pia wanataka kutumia nguvu za giza kutoka, tuambie nini? Mimi kwa wasanii ambao labda unahisi una kipaji unataka kutoka, mimi ushauri wangu kwako ni kwamba amini katika muziki wako, amini katika kila kitu unayofanya. Alafu jambo la kwanza kikubwa zaidi ni kuamini kwa Mwenyezi Mungu. Hii mambo ya ndumba, sijui madawa nini, kuna mababu, hakuna msaada wanatoa kwenye maisha ya wanadamu. Na kwenye muziki kuna vita, na hii vita ni kubwa kiasi kwamba hata mababu hawawezi. Kwa hiyo vita tu, muamini Mungu na ujitume sana kwenye kazi yako, amini kazi yako, utatoka tu. Alafu pia nabarisha kwamba wengi wasanii wasanii ambao mnakuja, ama wasanii ambao mpo katika game, mnajenga mabifu sana. Je, ni kipi ambacho kinaingia katika mabifu mengi? Ama ushaijipata katika bifu, ama ushaijipata ukamchukia mwenzako sababu ya muziki? Upande wangu sana. Umetengeneza bifu? Umetengeneza bifu. Vyanzo vya bifu? Mapenzi. Umewanyang'anya ama umenyang'anywa? Wengi nimenyang'anywa tena kwa sasa. Inatokea vipi ise? Umempata mtu umenyang'anywa? Umempata mtu umemnyang'anya mtu? Naam. Cha kwanza mimi alikuwa binti fulani hapo, na ndio yeye alikuwa anaitaga first love. Mpenzi wangu wa kwanza sasa. Huyo naye tulikutana tu katika mazingira ya muziki. Alikuja kama dancer hivyo. Naye unajua roho naye siku zote ukiona binti fulani hivi mzuri amejiweka sawa, roho naye imeumbwa kupenda. Yatokea kupenda nini na nini. So tukaanza mahusiano. Hivyo mahusiano nini na nini. Alafu siku moja, unajua kama msanii ni mtu ambaye ana marafiki wengi. So na rafiki yangu mmoja ambaye sitamtaja. Asa licha ya kuwa alijua huyu ni mpenzi wangu, yeye kumbe alikuwa anatoka naye kimapenzi nyuma yangu sasa. So ulisalitiwa? Sasa ni usaliti. Mpenzi wako na rafiki yako? Rafiki yangu wa dhati ambaye hata nimewaishi naye kwangu kwenye ghetto langu sasa kwa muda wa miezi 5. Ulimhost? Nilimhost kwangu hapo Nairobi bro. So unasema chungu katika mahusiano sana. So unasema kwamba wewe kujipata katika mabifu tu ni mademu tu. Ina maana kwamba unawapenda sana mademu? Mimi na ile upendo wa dhati. Mimi nikipenda nimependa kweli bro. Wewe si kama Makita? Makita Makita amenishangaza. Makita ni kiumbe cha ajabu kweli. Lakini mimi hata wewe ni kiumbe cha ajabu. Yaani leo kwenye interview nimekutana na viumbe vya ajabu, mastaa ambao wametoka mbali sana isee. Naam. So katika mahusiano mimi ni kwamba kuna chungu na tamu. Umeniambia katika chungu umetuambia kwamba rafiki yako na mpenzi wako walikusaliti. Nyuma akatoka na demu wako, ukagundua kwamba anatoka na demu wako. Nikagundua hiyo ikawa ni bifu kwanza. Yule demu akija leo utampea nafasi nyingine? Huyu ni mtu ambaye amekuchiti na amekuja kuomba msamaha kwamba amechange, amebadilika. Utampea nafasi? Siwezi nikampatia nafasi kwa sababu wanasema mara nyingi sana kwenye mapenzi ndio wengi wasema kuna nafasi ya pili. Lakini hata hii ni ushauri naweza nikatoa kwa mashabiki pale, kama kuna msanii pia uliyaipitia changamoto kama yangu, usiwahi kubali nafasi ya pili, kwa sababu labda mara ya kwanza alikuvunja mguu.
Hii nafasi ya pili ukimpatia sasa anakuja kukuvunja shingo na mkono yote, sasa akuache kusema kwamba katika maisha, katika mahusiano usije kumpea mtu hakuna second chance, hakuna nafasi ya pili kwenye mapenzi. Labda kwa maisha. Na nikuuliza hivi, turudi pale nyuma, je, uliketi na ule demo kamuulizia labda noma ilikuwa nini ama shida ilikuwa ni wapi hadi kama kuchiti na rafiki yako? Ulipea nafasi? Sikushughulika, mimi hata sikutafutana naye. Unajua mtu ambaye anapenda kweli, kwanza ukikisha kwanza unaamini huyu ni mpenzi wako, umemwamini sana, unamwamini haizi kama hicho. Alafu mtu ambaye anapenda sana anakuwa na wivu fulani, wivu kubwa sana ile, yani hata nikimuona na kusalamia lazima tu nitakuwa na hiyo nini. Lakini sawa, nimewakuta umemfumania mlima unapandwa, yupo utaongea, yani yupo anapanda Kilimanjaro, Kilimanjaro wazi kabisa, tena kwenye bedi. Sasa anapiga maji, anapiga samba kwenye maji. Naam. So hiyo ni chungu sana. So kitamu ambacho ushapitia katika mahusiano, the best experience ushapitia katika mahusiano ambayo till today unasemaga I really miss somebody, na miss mtu fulani, lakini ilitokea basi mkakuja mkaachana hizo. So the best wakati bado nilikuwa kwenye mawazo yangu, yani unajua sasa ukishafumania mpenzi wako ambaye ulikuwa unampenda sana, inakuaga vigumu sana tena kupenda. So kila siku nilikuwa tu mtu mwenye mawazo, nawaza niko mnyonge tu. Kama kwenye depression. Kwa depression sasa nawaza sasa sijui nijitoe uhai. Ama mabinti wanataka nini? Unafikiria kujiua? Suicidal. Kitu kama hiyo sasa kufanya mawazo. Akisa sijui Mwenyezi Mungu pia ana mambo yake tu. Nilikuwa kwenye restaurant moja, sasa nimekaa na mawazo, ndio ninakunywa chai yangu pale, lakini mawazo yangu iko mbali. Sasa hapo waiter mmoja hapa alikuwa hapo, kwa na serve, yeye ndiye aliniserve wa kwanza na nini. Sasa wakati alikuwa kuja kuchukua vyombo, naona mwenye mawazo sana, kanishika mabega kaniuza, imekuaje, mbona toka umekuja kidogo yani hauko sawa, unaweza ukafungua japo moyo kidogo, nieleze nini kinakufanya, labda nina uwezo naweza nikakusaidia, hata kama si fedha ama nini, naweza nikakushauri. Nikaona labda acha nijaribu, kwa sababu watu hawafanani na watu hawatoshani pia. Nikamueleza tu situation jinsi ilivyokuwa nini na nini. Wakati nilivyokuwa naeleza pia naona binti sana analia, yani hiyo kitu imemuingia hata kuniliko sasa. Ngamuza sasa ikabisa, hata mimi ndo nauliza sasa nini nakufanya unalia. Na kaniambia kwamba haya uliopitia ndo pia mimi nimepitia. So watu wawili wamepitia shida moja ama changamoto moja. Tusha one thing common. So nikamuuliza, na ikwaje toka hapo ulisonga mbele ama ulifanyaje? Akaniambia si kusonga mbele, lakini kwa sababu tumekutana na wewe na pia uko na shida moja kama yangu, naona nikisonga hivyo tu. Tukawa tena urafiki ukaanzia hapo, tukapendana, ndienda hivyo mpaka hata nikazaa naye mtoto mmoja. Kazaa naye mtoto mmoja. Akisa kwa njia moja ama nyingine hatuko sana, ila alibahatika kwenda ngambo, lakini baada ya mwaka mmoja hivi ya kidogo akapoteza maisha yake. Sijui ni alipitia mazingira gani huko. Sasa hiyo ndio ikanipelekea mpaka akawa anaitwa Sara. Katoa nyimbo ya kwanza ilikuwa Sara ya kumuomboleza sasa. So naamini kwamba kama msanii katika industry yote ama katika jani yako ya sanaa, ni kipi ambacho umejifunza kama msanii, ama ni kipi ambacho umelearn? Mimi nimejifunza vitu vingi sana bro kwenye sanaa. Mambo kwanza ambaye sanaa imenifunza kwamba usikue mtu wa pupa sana. Pupa. Kitu cha kwanza, punguza pupa, punguza usherati. Alafu kuwa mtu wa kujiamini siku zote.
believe in yourself and believe in God. One thing labda una regret pia katika maisha yako ya usanii? One thing ambayo na regret ama una majuto ambayo unayapiga? Kila ambacho na regret labda tuseme tu kwa upande wa usanii, yani changamoto ambayo nimezipitia ni mingi sana. Sababu unapigwa vita na familia, marafiki. So unaambia hapa katika familia unapigwa vita kivipi kama familia? Ni familia, cha kwanza nilipokuwa naanza muziki, tuseme dada zangu, ndugu zangu, na wako wanachukulia kama ni kitu iko serious. Waliona kwamba ni uhuni tu. Uhuni tu ama ni ujana tu. Sababu pia ilikuja, unajua kipaji na kujanga na njengeo tofauti. Mimi yangu ilikuwa inakuja na design nyingine, yani yangu ilikuja kitofauti sana. Sababu nilikuwa mharibifu. Najikuta nimepiga vibuyu mangoma, eti napiga ngoma hasa pale nyumbani. Pasua vibuyu nini na nini. Kumbe ndo passion inakuja. Hao tu walikuwa hawapendi. So kuna vijana ambao naamini kama ulikuwa unashauri, sio? Vijana ambao your social media handles, watu wakupate vipi, nyimbo zako wazipate vipi, wale mashabiki ambao wana watch? Mimi nyimbo zangu zinapatikana pale YouTube. Once umeenda pale andika tu Tony Prince, hiyo ni YouTube. TikTok najulikana kama Tony Prince msanii. Instagram, Facebook Tony Prince. Tony Prince ni msanii. Na pia vile vile ni Super MC. Wow. So unaweza ukanifuatilia pale, mambo ikawa sawa. Amazing sana. Umesikiza story yake, hadithi zake. Yaani baadhi ya wasanii ambao nilikubarisha kwamba wamepitia machungu sana, wamepitia changamoto kibao sana. Huu ni moja wapo wasanii ambao bwana wamekesha kwa mababu. Tulianza na pale juu, amekwenda Mombasa kula amepewa sheria 3, amekwenda Sumbawanga amepewa sheria ngumu zaidi. Amekwenda Uganda. Moja wapo sheria ambazo zinishangaza ni kwamba kwa zaidi ya mwaka mmoja unakwenda katika mochwari ama unakwenda katika vyumba vya kuhifadhi maiti, unalala na wafu kwa mwezi moja, mara 4 mwezi moja, ina maana kwamba mara 4 kwa siku. Kuna sheria nyingine akapewa kwamba aenda mtafute shangazi yake ampachike ujauzito ama mzalishe. Ushaona nchini Uganda vile vile pia alipewa. Alafu moja hapa sheria ambazo niligopesha ni kwamba atafute nyoka ama joka amfanyie mpenzi ama lele naye. Tony Prince, zidi kufuatilia channel yetu pale, iwe ni fresh, pata masori kibao. Upo pale mtaani una story to tell, ingia katika social media zetu, ingia katika mitandao zetu pale. Tutafuta na kama kawaida tupo sehemu fulani hivi amazing, hoteli maridadi zaidi ama moja wapo hoteli maridadi zaidi mjini Bungoma. Upo Bungoma, upo pande za Sirisi ya Bungoma town, Webuye, Bumula, na unatafuta mahali pa kutulia, a nice place, yani maeneo matamu zaidi. Canopy Hotel is the place to be. Bungoma, Webuye, inaitwa Bungoma Webuye Road, on your way to Sikata ama from Webuye to Kandui. Ukiwa Kandui is like 1 kilometer, kilomita moja tu. Fika Canopy upate mankuli mazuri, vyakula vizuri. Wewe ni mzazi na watoto wangependa pia labda kujifurahisha, unapoangalia pale nyuma kuna swimming pool maridadi sana. Fika Canopy Hotel, agizia vyakula ambavyo unavishabikia, na pia labda ungetaka kutupigia simu tuje katika hoteli yako. Una hoteli, una biashara, ungependa tuje katika hoteli yako, wewe pigia simu tu ama tu WhatsApp kwa 0794 37 92 36. Naamini kwamba nambari unakwenda kuipata kwenye screen pale. Director anakwenda kuandika hiyo nambari ya kutupata. Nenda kwenye ama piga simu ama tuma ujumbe ama send your text kwa 0794 37 92 36 0794 37 92 36. Mimi naitwa Dosi wa MIC. Hii ni kali ni moto. Nenda kwenye YouTube story, yani untold story, kwa uswasanii, kwa uswana biashara, kwa wanasiasa pamoja na watu wote ambao wana story to tell. Dosi kama Dosi, hii ni chapters and chatters. Let's chat.